Karibu tena. Kizaazaa kilizuka katika maeneo ya Cabanas baada ya watu kung'ang'ania mafuta aina ya diesel kwenye eneo la barabara hiyo Mombasa Road baada ya lori la kusafirisha mafuta kuanguka eneo hilo. Waendesha pikipiki almaarufu bodaboda pamoja na wakazi wa maeneo karibu walipata fursa ya kuvuna pale hawakupanda wakibeba mafuta hayo kwa mitungi kabla maafisa wa polisi kuingilia kati na kuvuruga shughuli hiyo. Msongamano wa magari pia ulisababishwa na tukio hilo. Kwa bahati nzuri hamkuzuka kisa cha moto. Kuna maeneo mazima mengi kwa barabara, dereva akajaribu kuepa, sasa gari ikosa balance, ndio maana akaruka kwa barabara hivyo, akaanguka hivyo. Dereva ndio alikuwa muumia sana, na sasa imepelekwa UC. Kwingineko, wakazi wa kijiji cha Ojola katika kaunti ya Kisumu leo wamefanya maandamano kulalamikia utovu wa usalama katika eneo hilo. Wakazi hao wamelaumu maafisa wa polisi kwa kile wamedai kuwa ni kushirikiana na uhalifu kutekeleza wizi wa mabavu. We have come here on Labor Day because we are tired of insecurity in our area. For over 2 years we have suffered, we have written many OBs at Maseno police station, no action is being taken. Today we decided we wanted to know, Bwana CS Matiangi, please come to our aid. Mr. President, come to our aid. Widows are suffering, children are suffering. We are being robbed every night for the last 2 years. No action is being taken. And here one suspect who is a police officer, anaitwa nani? Tunaomba tukitoka hapa tunaenda kwa police post yake. Matiangi ashaandika barua for his transfer. Atolewe hapa tafadhali. Tunaomba security ikuwe enforced in our area. Wamekata sengenge, wakaingia ndani, wanakata dirisha na alafu wanaingia ndani usiku. We kutoka asubuhi tunakuta tu sitting room hakuna kitu. Na wakazi wa kijiji cha Ogongo katika kaunti ya Migori wanakoseshwa usingizi na chui ambaye amekuwa akizunguka kijijini kuhangaisha kila kuchao. Baadhi ya wanakijiji walilazimika kujitokeza kuwasaidia maafisa wa shirika la wanyamapori KWS kumsaka chui huyo ambaye amekuwa akiwashambulia mbuzi, kondoo na hata kuku. Wanakijiji sasa hivi wanalazimika kusalia majumbani kwa kuhofia maisha yao, huku wakitaka shirika hilo kutafuta chui huyo, kumrejesha bungani kisha au hata kumuua ikibidi. Hii mambo yamefanya hawa watu kukuja, wenzetu kukuja kututembelea ni juu ya chui ambayo imetusumbua hapa. Imeleta tatizo mingi hapa sana, ikitisa watu na kuua hata wanyama yetu ya mbuzi na kondoo ya watu. Kwa hivyo tulipofanya hivyo, tuliwapigia watu ya KWS watakuja. Hasa tumewapongeza sana kwa ile nafasi yao walichukua ili kuja kusaidia kufanya uwindaji. Hii chui imekuwa ikitusumbua for a very long time. Tumekuwa tumeiona kila wakati. Imekuwa ikikula mbuzi na wanyama wengine. But now the problem that we've been encountering is that if you happen to meet it, maybe there is not that quick response that maybe is in a position maybe to encounter, due to the fact that maybe there is that feelings of fearness. You cannot approach it, so mara nyingi ukipata huwa tunakimbia.
Na baraza la magavana limepinga mpango wa serikali kuu kuwakodishia vifaa vya afya kwa bei ya shilingi bilioni 42. Uongozi wa baraza hilo umetoa ilani kwa magavana wote kutokubali mpango huo hadi pale mikakati kabambe ya kukodisha vifaa hivyo itakapotolewa. There has been a proposal to reduce the shareable revenue to the counties by 9 billion. This issue we have discussed it even with the president and pointed out that this is already money that is already in our budgets of the counties. We have also, the amount has already been passed through our budgets, and there is no way that this amount can be deducted in the coming financial year. And we have also pointed out clearly to the Senate to protect the interests of the counties on this particular reduction that is proposed by the Treasury on the shareable revenue. The government will begin the same war of financial attrition that the KANU government played on the regions in 1964 after independence. The KANU government just decided then to starve the regions of money so that the Majimbo could be killed. And it's the same style again. Yeah. Starve the counties of money so that devolution can be killed. Usajili wa huduma namba katika kaunti ya Narok sasa umetimia 73% na kuifanya serikali ya kaunti ya Narok kuwa mojawapo ya kaunti zinazoongoza katika usajili wa huduma namba. Akizindua mpango huo mtaa wa Ole Tukat, katibu wa kudumu katika wizara ya ugatuzi Charles Sunkuli amesema kuwa kuna matumaini kwamba Wakenya zaidi watajitokeza kwa usajili. Huduma namba hiyo ni kitu muhimu. Na mtazamaji, wa Kenya wametakiwa kulipa kipaumbele swala la uhifadhi wa mazingira ili kudhibiti madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa. Wito huo umetolewa na familia ya aliyekuwa mbunge wa Embakasi marehemu David Mwenje kwenye maadhimisho ya miaka 11 tangu kifo chake. Mwanawe marehemu Mwenje, Mark Mwenje, aliongoza shughuli hiyo kwa kuwahusisha vijana kutoka Embakasi kwenye utunzi wa mazingira kupitia upanzi wa miti katika shule ya sekondari ya Dr. Mwenje na kituo cha polisi cha Dandora. Aidha, vijana walitumia fursa hiyo kutoa wito wa kuhusishwa katika mchakato wa kufanya maamuzi muhimu ya taifa. Hapa na nchi yote watu wamekuwa na shida ya maji, chakula. Kwa hivyo tukasema tutaanzia hapa nyumbani. Hapa ambapo tunajua miti ilikatwa kitambo. Sisi tumesema tutaregesha hiyo miti, tutapanda, na hii ndio mwanzo. Kwa hivyo nikidhania kila mwaka tutakuwa na program kama hii wakati tunakumbuka mzee. Na ile kitu ambayo ilifanya watu wakuje hapa ni kwa sababu ile kazi mzee alifanya Embakasi West, kazi kubwa. Kuna wengine hapa walisomeshwa na mzee. Kuna projects nyingi alianzisha, hii shule ambayo tuko hapa. Na ni kazi nyingi sana. Nikiongelea hizo zitakuwa kazi mingi sana. Leo ni ile kitu tumeamua tu kumkumbuka na tufanyie kitu hapa Embakasi. Mambo ya mazingira, environment, imekuwa ikitusumbua sana. Kumekuwa na kiangazi. Tunataka watu wawe aware ya kwamba miti ni muhimu. Tunataka watu wafikirie mambo ya kwenda green. Watu wawe wana recycle, conservation ya maji. Hiyo ndio vitu ile tumeona imekuwa ikitusumbua hapa, na hiyo ndio tunaweza anza nayo leo. Na mtazamaji, tupate sasa makala ya Bongo la Biashara, naye Frida Mwaka akimwangazia Bwana Faruz Jamaa aliyebobea kwenye fani ya uchoraji huko Malindi, kaunti ya Kilifi. Mpate kazini, kazi aliyojitosa kwa mara ya kwanza mwaka 1998. Kwake yeye si kazi tu, bali kipawa alichojaliwa na Maulana.
Kuwa msanii wa uchoraji sio jambo la kawaida, lazima uwe na kipawa. Ni mchoraji anayetumia rangi kwa kazi yake, na ikiwa umetembelea mji wa Malindi kando kando ya fuo za bahari, basi michoro hii huenda isiwe jambo geni kwako. Feruz Juma likiwa ndilo jina lake. Vijana wenzangu wanachora, mimi sijafundishwa kwa sababu nilikuwa naishi hapo na hapo karibu watu wanachora. Kwa hiyo katika ile morali kuona vijana wanapata pesa, mimi niko hapa, kwa nini mimi sijaribu? Kujaribu ndo nimepatia. Kazi hii imempa Sogora huyu maarufu kutokana na umahiri alionao, na kama walivyosema chema cha jiuza, hapa hahitaji kujitembeza. Kuchora kwanza natumia rangi ya maji kwanza. Kwa sababu kutumia rangi ya maji, ukishatumia rangi ya maji unapiga background alafu ndo unachora, kwa sababu tunachora na rangi za mafuta. Kwa hiyo rangi za mafuta ukishatumia rangi ya maji kwanza inakuwa haipenyi kule nyuma. Kila kukicha utampata katika studio yake ya uchoraji akichangamkia sanaa yake. Ni wachache wanaogundua vipawa vyao vya uchoraji na kuviendeleza kiasi cha kuvitumia kupata riziki. Yaani inategemea, anaweza akaja mzungu mwingine akamuuzia picha shilingi 20,000, lakini kuna mwingine akaja shilingi 5,000 akasema akalalamika akaona nyingi, lakini picha hiyo mzungu mwingine ananunua shilingi 20,000. Kwa hiyo biashara haina guarantee. Na kwa Feruz anasisitiza kuwa hajutii kamwe tangu ajiingize kwenye sanaa hii ya uchoraji. Biashara yangu nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu niko vizuri kwa sababu hata mwenyewe niko vizuri kwa sababu ya biashara hii. Sasa naona na nyinyi mtanisaidia ili biashara yangu iende juu. Takriban miaka 20 sasa amekuwa katika sanaa hii, panda shuka zikimpa msukumo wa kuboresha kipawa hiki. Huu ukiwa ndio wosia wake kwa vijana wanaibuka katika sanaa hii. Unajua kusema kwamba kitu hakuna kazi ni kitu ambacho sio. Kazi ziko, ila wewe mwenyewe ndo hauna kazi. Kwa sababu kazi sio kuchora tu, hata kuchimba mitaro ni kazi. Ukiuliza ya nini, mwenzio atauliza nitaipata lini. Ndio maisha yake Feruzi, ambayo imebadilisha vitu tofauti vilivyoonekana kuwataka na kuvirembesha. Mfano ni chupa hii ambayo kwa sasa inaweza tumika kama pambo, na kwake ni kitega uchumi. Frida Mwaka, KTN News, Bongo la biashara, Malindi. Na mtazamaji, tukivuka mipaka ni kuwa uhuru wa kujieleza nchini Tanzania umeporomoka pakubwa tangu mwanzo wa utawala wa Rais Daktari John Pombe Magufuli, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch katika ripoti yake ulimwengu ya mwaka 2019. Lakini wakosoaji nchini humo sasa wanatumia mitandao ya kijamii kuiwajibisha serikali na kuhamasisha wananchi kutambua kuwa uhuru wa kujieleza ni haki yao ya kimsingi. Mwanahabari wetu Rajabu Hassan amekutana na Maxence Melo, mwanzilishi wa mtandao maarufu nchini humo wa Jamii Forums, anayemfahamisha uhuru wa kujieleza, na ifuatayo ni taarifa yake. Wanaharakati wa uhuru wa habari na kujieleza nchini hapa wamekuwa wakishutumu kuwa mamlaka za Tanzania zinaminya uhuru wa kujieleza tangu kupitishwa kwa sheria ya makosa ya kimtandao ya huduma za habari ya mwaka 2016, sheria inayotajwa kuathiri vituo vya redio, gazeti na televisheni. Lakini mtandao wa intaneti unaofikia idadi ya watumiaji milioni 23 kwa sasa unasalia kuwa jukwaa la pekee linalotumiwa kupaza sauti za mabadiliko. Mfano, jukwaa hili la mtandaoni la Jamii Forums lililoasisiwa na Maxence Melo, mhandisi wa ujenzi aliyegeuka kuwa mwanaharakati wa uhuru wa habari. Safari yangu naweza kusema ilianza nikiwa chuoni, katika mjadala tukitaka kuhakikisha kwamba tunakuwa na sauti za vijana katika vyombo vya maamuzi. Kwa hiyo ni miaka ya 1999 kwenda 2000 na mpaka 2003. Na sasa mwaka 2003 ndo tulianzisha mtandao unaitwa Jambo Radio, na tukaanzisha mwingine unaitwa Jambo Chat.
kabla hatujaanzisha Jambo Forums mwaka 2006, na lengo haswa likiwa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na sauti za vijana, tunapambana na ufisadi ambao ulikuwa ni mkubwa kwa wakati huo. Jamii Forums, jukwaa kongwe la kidigitali nchini hapa, linatajwa kama chanzo cha kufichua kashfa za rushwa, japokuwa haijawa rahisi jukwaa hili kuishi hadi leo. Mwasisi wake mara kadhaa amepatikana nyuma ya mlango wa chuma au kizimbani. 2016 wakati nimekamatwa ni kwa sababu kulikuwa kumetungwa sheria nyingine iliyokuwa inaitwa sheria ya makosa ya mtandao, ambayo mpaka sasa tunaendelea nayo, ambayo kwa kweli kwa kiwango kikubwa tulisema kwamba itakuwa hoja kuminya uhuru wa kujieleza, na kiukweli ilianza kutafuna na ikanifikia. Wito wangu kwa serikali ni kuhakikisha kwamba inasaidia kwa wananchi kutambua kwamba katiba yao si katiba mbovu, ni katiba iliyo nzuri, na wanapotunga sheria basi wahakikishe sheria hizi zinaendana na katiba tuliyojiwekea kama taifa. Lakini niseme kwa serikali ni kwamba watumiaji wa mitandao na watumiaji wa internet si wahaini. Lakini si Melo na Jamii Forums pekee inayohamasisha uwajibikaji wa viongozi kwa wapiga kura wao. Maria Sarungi, mtaalamu wa mawasiliano, pia ni mkosoaji maarufu wa serikali kupitia mtandao wa Twitter na pia Instagram. Licha ya wakosoaji hawa wa mtandaoni kukabiliwa na vikwazo vya hapa na pale, ikiwemo sheria ya makosa ya kimtandao, bado ushawishi wao unaofikia takribani 45% ya raia wote wa Tanzania, ambao wengi hutumia simu ya mkononi kuunganishwa mtandaoni. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Naam, basi mtazamaji, kufikia hapo baada ya hiyo taarifa yake ya Rajabu Hassan kutoka taifa la Tanzania kule, ndipo ningependa kutamatisha taarifa zetu za Mbiu ya KTN siku ya leo. Nasema asante sana kwa kweli mtazamaji, na vile vile wote ambao wameweza kufanikisha hizi taarifa, wakiongozwa naye Odeo Sirari pamoja na mwelekezi wa kipindi hiki Jacob Oyugi. Naomba tupatane hapo kesho mwendo wa saa 5 panapo majaliwa kwenye taarifa za leo mashinani. Mimi naitwa Nicholas Mbwa. Kuanzia saa 11 itakuwa ni taarifa za Zilizala Viwanjani naye Hassan Juma. Kwa hivyo salia hapa ndani ya KTN.